Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa wana familia ya Mungu, karibuni sana katika adhimisho la Injili ya Ekaristi Takatifu, ambapo leo tunafanya sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Kuna mifano mingi sana ambayo inatueleza hasa kwenye sherehe hii ya Yesu, Maria na Yosefu, lakini tunaalikwa sisi kama waamini tuige mfano wao ili tuweze kufika mbinguni kwa kuishi maisha ya uvumilivu, upendo na amani. Basi kwa kufuata msingi huu wa maelekezo ya familia takatifu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Utukufu kwa Mungu mbinguni, amani kwa wote duniani. 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 Tuombe. Mungu umependa kutuonyesha mifano bora ya familia takatifu. Utujalie kwa wema ili kwa kuiga mifano yake ya fadhili za unyumba na vifungo vya mapendo tuweze kufaidi tuzo za milele katika furaha ya nyumba yako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Tusikilize somo la kwanza. Somo la kitabu cha hekima ya Yoshua Sifira. Bwana amempa baba utukufu
mstarafu Bwana na kuithibitisha haki ya mama. Mstarafu watoto anayeheshimu baba yake atafanya malipizi ya dhambi, naye anamtukuza mama yake, kuweka akiba iliyo azizi. Anayemheshimu babaye atawafurahia watoto wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Anayemtukuza baba yake ataongezewa siku zake. Akimsikiliza Bwana atamstarehesha mamaye. Mwanangu, amsaidie baba yako katika uzee wake, wala asipate kumhuzunisha siku zote za maisha yake. Ikiwa amepungukiwa na ufahamu, umwie kwa upole, wala usimdharau iwapo wewe mzima sana, kwa maana sadaka upewayo baba haitasahauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa kwa kuthibitisha. Hilo ndilo neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Kiitikio: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Kiitikio: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao nyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mzeituni wakizunguka meza yako. Kiitikio: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Tazama, utabarikiwa hivyo ule amchaye Bwana. Bwana akakubariki toka Sayuni. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Kiitikio: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Tusikilize somo la pili, somo katika waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake, watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume, wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Neno la Bwana.
Mshukuru Mungu. Tusimame kushangilia. Haleluya, 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 haleluya. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Ee Bwana. Injili ya Mwinjili Mathayo sura ya 2 aya ya 13 mpaka ya 15 na aya ya 19 mpaka ya 23. Mamajusi walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake, usiku akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Misri, kwa maana umekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi leo kanisa linafanya sikukuu kwa ajili ya kuadhimisha matendo makuu ya Mungu. Sisi kama wanafamilia, familia ya Kristo, familia ya Mungu mwenyewe, ambayo inasimama kama sehemu ya kumwakilisha Mungu na pia kumwakilisha Kristo na pia kumwakilisha Yosefu na Maria, kwamba sisi sote tumetoka katika familia ya baba mmoja, familia, mama mmoja, familia, mama peke yake hivyo. Na kama ni wanafamilia, kuna wenzetu ambao tumezaliwa nao, wako kaka zetu, wako pia dada zetu, wako pia wadogo zetu ambao tumetoka katika familia, na familia baadaye inakuja inatengeneza ukoo. Kwa namna hiyo kwamba leo kanisa linapofanya sikukuu ya Yesu, Maria na Yosefu, basi tukumbushe na sisi kwamba tumetoka kwenye familia zetu. La pengine tofauti yake ni kwamba tofauti ya familia hii tunaisema kwamba ni familia takatifu, yenyewe ilikuwa haina doa la dhambi. Kwa mfano, mama Bikira Maria yeye alikuwa amekingiwa dhambi ya asili. Takatifu Yosefu kwa baba mwenye haki. Yesu Kristo ndiye aliyetoka kwa Mungu. Kwa ni familia takatifu, familia bora, familia safi, sio na madoa wala makosa wala mawaa. Lakini familia zetu sisi ni familia zenye madoa, zenye mawaa, si safi. Na ndio maana kwenye familia zetu migogoro ni kama kawaida. Na migogoro hii ni kutupa tahadhari kwamba kamwe familia zetu haziwezi zikafanana na familia ya Mungu, kwa sababu sisi hatuna chembe ya utakatifu, tuna chembe ya ubinadamu ambao ndio unatupeleka sisi katika utakatifu.
Kumbe ili tuweze kuwa familia takatifu, tuna kila sababu ya kuwa wavumilivu kwenye ndoa zetu. Utakatifu na mateso ni vitu vinavyokwenda pamoja, mahangaiko. Kwa hiyo mahangaiko haya yanaweza kusababisha mwanaume, mahangaiko haya yanaweza kusababisha mwanamke, mahangaiko haya yanaweza kusababisha watoto, lakini yule atakayeshinda mpaka mwisho, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeshinda. Kwa ushindi wetu uko mwishoni, na ili uweze kushinda ni lazima uvumilie, lazima uvumilie. Sisi binadamu tuna mapungufu yetu mengi. Inawezekana pengine tunaweza tukaongea vibaya, tukakosea, tukaongea tukawakwaza wengine, tukaongea tukawafurahisha wengine, tukawaumiza wengine. Au inawezekana pengine katika ubinadamu wetu tumesikia vibaya, tukachonganisha watu kwa sababu ya kusikia kwetu. Ndio maana mambo mengi mtu anakuambia kwamba hata mimi nilikuwa nimesikia. Kwa binadamu unaweza ukasikia tofauti. Wakati unasikia hujasikia neno la mwisho, upepo umepita. Utakapopeleka ujumbe kwa mtu mwingine, atakuona kama ni mtu mwenye mapungufu. Inawezekana pengine tukaona tofauti. Unavyoona wewe si ndivyo anavyoona mwingine. Mwingine anaona karibu, mwingine anaona mbali. Hizo zote hizi ni tofauti. Asa wewe mwenyewe kuna wakati fulani unajidhila, hujielewi. Au mimi mwenyewe kuna wakati fulani sijielewi. Je, mtu wa pembeni yangu ndo atanielewa? Inakuwa ni ngumu sana. Kumbe kutokana na udhaifu wetu ndio unatengenezea ukamilifu wetu katika muunganiko. Muunganiko wa baba na muunganiko pia wa mama. Matokeo ya muunganiko huo, watoto ndio wanatokea. Ndio maana somo la kwanza limeeleza faida za watoto kuwajali wazazi wao. Kwamba tuna kila sababu ya kuwajali wazazi wetu. Na si tu wazazi, hata wale ambao wametuzidi umri lazima tuwaheshimu. Kwa sababu kwenye swala la kutoa baraka, kila mtu anatoa baraka. Hata kama sio mwanao, hata kama sio baba yako, hata sio mama yako, anaweza kukupa baraka na anaweza pia kukulaani. Ndio maana tukiwafanyia vitu vizuri watu wetu waliotuzidi umri, kumsaidia kubeba hata kuni, anakuambia Mungu akubariki sana. Huwezi kusema kwamba mimi sipokei baraka yako kwa sababu wewe sio baba yangu hujanizaa. Ana uwezo wa kufanya hivi. Na pia ukimfanyia kitu kibaya, anaweza kukulaani pia. Hata kama sio mzazi wako, anaweza kukulaani. Kumbe tunapozidi katika kuishi katika maisha yetu na jamii zetu, maana yake ni kwamba tunataka tutangaze upendo. Sisi wote tuwe kitu hiki kimoja. Awe mwanaume, awe mwanamke, awe mzee, awe kijana, awe mjane, awe mgane, wote awe mgonjwa, awe mzima, wote tuwe kitu kimoja. Mtoto mdogo, wote tuwe kitu kimoja. Tukiwa kitu kimoja ndio tunatengeneza familia. Na familia lazima tuungane. Mtu sawa, huyu ni mwanafamilia bwana. Maana yake tunaungana katika damu. Lazima tuungane. Tusipokuwa wana familia hatuwezi kuungana. Hatuwezi kuungana. Mnaweza mkazaliwa baba moja, mama moja, mkaungana kama familia. Mnaweza mkawa na itikadi zenu za aina moja, mkaungana kama wana familia. Mkaitana tu wana familia. Mnajua mna jambo lenu mtakwenda kulitekeleza. Kwa familia ni muunganiko wenye watu ambao wana mtazamo huu mmoja. Na chimbuko lao mara nyingi linakuwa moja, ndio familia. Sasa inawezekana pengine kutokana na mapungufu aliyotaja hapo juu, hii tukawa sababu ya kuwakwaza watoto wetu. Somo la pili limeeleza vizuri sana kwamba licha ya watoto tutoheshimu, na wamesema kwenye amri kwamba muheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Sawa. Sisi vijana tunawaheshimu wazazi wetu, wakati fulani inakuwa ni changamoto. Je, wazazi mnawaheshimu watoto? Na si tu watoto wa kuwazaa mwenyewe, hata watoto wa majirani unawaheshimu, unawapa nafasi. Kumbe changamoto katika familia zipo nyingi sana. Tunatakiwa kushinda changamoto hizi kwanza kwa kuridhika na hali tuliyokuwa nayo. Ridhika na hali uliyokuwa nayo. Uwe baba uwe mama, ridhika na hali uliyokuwa nayo. Usitake makubwa kwa wakati huu wa sasa. Wakati tayari una familia. Usitake makubwa. Kila kidogo ulichokuwa nacho hicho kitunze vizuri, kikusaidia katika maisha yako.
Wazazi mara nyingi tumekuwa tukilalamika sana, watoto hawatusaidii sisi. Nimewazaa mwenyewe, nimewalea mwenyewe, nimewakuza mwenyewe kwa mahangaiko makubwa sana, lakini hawanisaidii. Uombe na ushukuru Mungu hata kama wapo mpaka leo. Wako watu ambao walikuwa na watoto waliwasomesha, wamemaliza mpaka wamalize chuo kikuu, wametangaziwa mpaka na ajira wamepata. Siku wanaenda kuripoti kazini wanakufa, wanapata ajali wanakufa. Sasa pale unalia mambo mawili. Jambo la kwanza unalia umempoteza mtoto. Jambo la pili unalalamika ada zako ulizokuwa umetoa. Sasa mimi nimesomesha, nimehangaika, nimejinyima. Na ndio maana mtoto sio mtaji. Kumhudumia mtoto si unawekeza, kule sio kuwekeza. Kule ni kutoa huduma. Unatoa huduma. Lakini wazazi wengi tunafikiri kwamba kusomesha ni kuwekeza. Kwamba nimsomeshe afike mahala fulani aje anisaidie mimi siku za mwisho. Sio kweli. Na huwezi kusema kwamba eti mimi mzazi wewe unanisumbua sana, sasa basi kaa chini keti uniandikie gharama zako ulizotumia kunihudumia mimi. Huwezi. Huwezi. Unaweza kumlipa mzazi wako? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo kuhudumia mtoto ni huduma. Na wakati mwingine tunalea watoto wenyewe, unajitahidi kumsaidia mtoto sana katika maisha. Unajinyima chakula wewe unampa mtoto. Mtoto analia unamnyonyesha kwa gharama kubwa. Anaumwa unaenda kulala hospitali, unaumwa na mbu wiki nzima, mwezi mzima. Lakini katoto kale kale ambako amekutesa miaka yote ndio kanakuja kukuambia baba mshamba ni. Sasa pale unataka kutoa laana. Au mama ungechelewa kidogo ningekuzaa mimi. Haya ni maneno ambayo watoto wanatamka. Wamewatamkia wazazi wao. Au mtu anakukana. Umemsaidia sana, umemsomesha, umepata kazi. Kwa sababu wewe mama umeungua usoni, umechoka, ngozi imechoka, baba umechoka, ngozi imeungua. Akiwa na wenzake, marafiki zake wamevaa vizuri, wanafanya kazi nzuri, hakutambulishi wewe. Wala ukimuuliza vipi babako anaendeleaje huko kijijini, anasema walisha kufaga leo. Amesha kuua zamani. Akiwa na marafiki zake. Na utamsikia hata siku moja anakuja kukusalimia nyumbani. Haiji. Miaka 15, 20 atokee. Kumbe wanasema mbona mtoto huyu mimi hataki kuja kunisalimia nyumbani? Alishakuua. Alishakuua zamani. Kule rafiki zake wote kazini kwake wanajua wewe ni marehemu. Nini? Anaona aibu kukutambulisha. Kwa marafiki zake, watu wake wa karibu, wa heshima. Sasa huyu bibi mkubwa nitampeleka wapi? Bababu amechoka bila mkongojo. Mimi nitanisaidia nini? Wako watoto wa mtindo ambao wanawakana wazazi wao. Na wengine wako hawasemi. Yaani hawasemi kama amekuua au vipi, lakini kimsingi moyoni mwake anajua alishakuzika. Alishakuomba ruhusa kwa kazini kwake. Zamani naomba nikazike nyumbani. Nani amekufa? Baba yangu. Kumbe ameenda kwa baba mkuu. Wewe unaendelea kuishi upo. Wala huko kwake huko anasema kwamba wewe ulishakufaga zamani. Kwa hiyo hao ndio watoto. Usikasirike. Bado hajapata nguvu za uvuvio wa Roho Mtakatifu. Na watu wa mtindo huu mara nyingi wanaoaga wazazi wao hawafiki mbali. Hawafiki mbali. Utafanya mambo mengi sana, mwisho utaishia kudhulumiwa tu. Kwa sababu gani? Kuna kitu hakiko sawa. Hakiko sawa. Kumbe wazazi, jitahidini kutoa baraka daima kwa watoto wenu. Hata kama mtoto wako ni mwizi, jambazi, mpe baraka. Kwa baraka hizo zitambadilisha mtoto. Atakuwa mtu mwema sana. Hata kama ni tahila, hata kama ana kifafa, toa baraka kwa mtoto. Wabariki watoto wako daima. Ndio mzazi. Kwa hivi tunavyosherehekea sikukuu hii, basi tujue kwamba familia zetu pia inawezekana pengine sio takatifu. Utakatifu utapatikana tu endapo kama tutaonyesha uvumilivu mpaka mwisho. Wako wazazi ambao hawaliziki. Hawaliziki kabisa. Hawakumbuki hata walikotoka. Kazi ni kulalamika asubuhi, mchana na jioni. Kana kwamba unafikiri kwamba utatengenezewa maisha kwa mtoto wako wakati wewe mwenyewe kushiriki chochote kwenye maisha yako. Wako wazazi ambao wanawashinikiza watoto wao kwamba darasani yafanya ovyo ovyo tu. Mimi sina la kukusomesha. Kaanda hizo kwetu hizo nimefanya sana huo mchezo. Mtoto anakwenda asema mama ameniambia kwamba nifanye ovyo ovyo.
basi anasema hana hela ya kunisomesha na hiyo. Kwa hiyo anafeli. Akifeli mzazi ndio anashangilia. Mzazi gani? Mzazi gani? Baadaye unashangaa nyumba ya jirani anakuja mwenzako, watoto wake wanakuja pale na magari, mara wanamshangilia, wananunulia vitenge, wananunulia, unaanza kuwa mchawi. Lakini watoto wako uliwaambia wafanye ovyo ovyo. Mwenzako watoto wake aliwaambia wafanye vizuri vizuri. Kumbe saizi shule ziko kila mahali. Jitahidi sana kumsomesha mtoto wako. Yaani bora uishi kwenye nyumba ya nyasi, kwenye pagala, ambalo hata kula kwenye ni shida. Lakini watoto wako wako shule. Watakuja kukunyanyua tu. Kwa sababu wanaonja maumivu unayopitia. Watakuja tu kukunyanyua siku moja. Watakupa hata chumvi. Hata sukari watakuletea. Hata majani watakuletea. Utakunywa chai asubuhi. Watoto wako watakununulia hata nguo, hata kama unaishi kwenye pagala. Lakini ukiambia fanya ovyo ovyo, watafanya ovyo ovyo kweli. Na mzazi, shiriki kwenye maumivu ya mtoto, shiriki. Sio unaanza kupendelea kwenye familia. Huyu unampa nafasi, huyu unambagua, huyu unampa huyu kana kwamba mtoto wa kambo, mama wa kambo. Kumbe ni wewe mzazi. Huyu unampenda, huyu unamchukia. Waambie watoto muda fulani kwamba hebu mheshimu, huyu ni kaka yako. Mheshimu. Huyu ni dada yako, mheshimu. Ajue kwamba huyu ni dada, huyu ni kaka. Hata siku ambapo haupo, wale watoto wanabaki wanaungana. So ukisambaratika na watoto wanasambaratika. Hamna mtu hata mmoja pale. Ndio maana magofu yako mengi. Sio kwamba watoto hawapo. Kumbe ni kweli wale watoto wanakosea, lakini pia kuna muda fulani hivi wazazi pia tunakosea. Wapeleke watoto shule, lakini pia ukishindwa kuwapeleka watoto shule, waunganishe katika upendo. Waunganishe. Waambie wanangu, mimi sina uwezo, lakini uwezo niliokuwa nao kuwaambia ni kwamba mheshimiane kama watoto. Mheshimiane kama watoto. Na katika ulimwengu wa sasa hivi wapendwa, unaweza kama umesoma vizuri sana. Una kazi nzuri sana. Una uwezo mzuri sana. Lakini kama mtoto huyu hana tabia nzuri, mtakataka. Kama una tabia nzuri, hamna kitu. Ambao unafika mtaani unaanza kutukana watu bila sababu yoyote. Unawapiga watu bila unasema nitakulipa. Alafu mtu anakuambia kwamba wewe unakuwa na akili kweli darasani, lakini ndio mchezo wenyewe ndio. Au huyu amesoma kweli, lakini ndio taila. Haina maana. Kumbe kinachotakiwa ni kwamba waunganishe watoto wako katika upendo. Watambulishe kwamba huyu ni dada, huyu ni kaka, huyu ni mdogo wako. Wapende ndugu zako. Wapende jamaa zako. Ili muunganike, msigombane. Leo nipo, kesho sitakuwepo. Mtaishije huko nyuma? Huyo ndio mzazi sasa. Huyo ndio mzazi. Lakini sasa unachukua maneno ya huku unapeleka kule, unawagombanisha yule, unafanya yule mwingine mzuri, mwingine mbaya, mwingine nani? Hiyo sio sifa nzuri ya kuwa mzazi. Kwa tujitahidi wapendwa, tuishi kadiri ya familia takatifu. Sawa, inawezekana pengine unalea mtoto peke yako. Uko mama peke yako unalea mtoto. Inaimaanishi kwamba ushindwe kumuongoza mtoto wako. Tumsifu Yesu Kristo. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, naye ufalme wake utakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi,
na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ujayo. Amen. Ndugu zangu, tumuombe sasa Mungu katika shida zetu, tukikumbuka hasa familia zetu. Tutaitikia, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Wasaidie viongozi wa kanisa letu, yaani Baba Mtakatifu Leo wa 14, maaskofu, mapadre na wote wenye madaraka katika kanisa, kulitunza na kuliongoza kanisa lako kwa busara. Bwana, Twakuomba utusikie. wahimize viongozi wetu watengeneze sera na mipango inayofaa kwa ajili ya kuinua na kustawisha familia zetu. Bwana, Twakuomba utusikie. Uzisaidie familia zote zenye shida katika bidii yao ya kutatua matatizo yao. Bwana, Twakuomba utusikie. uwakumbushe wazazi wajibu wa kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili mema. Bwana, Twakuomba utusikie. uongoze vijana wetu kujitayarishia vema kwa maisha ya familia yao. Bwana, Twakuomba utusikie. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. amina. Watakaoshiriki Ni wakati wa kutoa sadaka, twende ndugu tukamtolee Bwana. Ni wakati wa kutoa sadaka, twende ndugu tukamtolee Bwana. Simama Kristo tukatoe kwa Bwana, tukamshukuru Mungu wetu aliyetuma Mungu wetu. Simama Kristo tukatoe asante kwa Bwana, tukamshukuru Mungu wetu aliyetuma Mungu wetu. Na fedha zetu za mifukoni tumpe Bwana, ni mali yake. Ni wakati Wa kutoa sadaka, twende ndugu tukamtolee Bwana. Ni wakati wa kutoa sadaka, twende ndugu tukamtolee Bwana. Ni kwa Kristo tukatoe asante kwa Bwana, tukamshukuru Mungu wetu aliyetuma Mungu wetu. Ni kwa Kristo tukatoe asante kwa Bwana, tukamshukuru Mungu wetu aliyetuma Mungu wetu. Twende ndugu tukamtolee Bwana. Ni wakati wa kutoa sadaka, twende ndugu tukamtolee Bwana. Ni kwa Kristo tukatoe asante kwa Bwana, tukamshukuru Mungu wetu aliyetuma Mungu wetu. Sali ni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, mikononi mwako pasipo na utukufu wa jina lako, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka ya upatanisho, tukikuomba kwa unyenyekevu uvirekebishe kabisa familia zetu katika neema na amani yako,
kwa maombezi ya Bikira Maria na Mungu mtoto Yosefu mwenye heri, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Umeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni wema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Maana kwa fumbo la neno aliyetwaa mwili, mwanga mpya na utukufu wako umetuangazia macho ya akili zetu, ili tunapomjua Mungu katika hali ya kuonekana, kwa njia yake tuvutwe kuyapenda mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wako, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twawimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu Bwana, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana, Mungu wa majeshi. mbingu na dunia Zimejaa utukufu, kweli zimejaa utukufu wako. Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. barikiwa mwenye kuja kwa jina la Bwana, mwenye kuja kwa jina la Bwana. Mbarikiwa mwenye kuja kwa jina la Bwana, mwenye kuja kwa jina la Bwana. Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia.
Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Philbert Felician Muhasi na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Na sasa kwa imani tusali ile sala tuliyofundishwa na Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe na maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na waapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Rohoni mwako. Tutakiane amani. Amani kwenu. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, usihurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, usihurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazameni, huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Asema Bwana, ndani yangu nami ukaa ndani yake. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, asema Bwana, ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima
uzima wa milele. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, asema Bwana, hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Asante, twakushukuru. Asante kwa mema yote. Asante, twakushukuru Bwana Yesu. Asante, asante, twakushukuru. Asante kwa mema yote. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Umetuita toka mbinguni. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Asante twakushukuru. Asante kwa mema yote. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Damu yako umetunyesha toka mbinguni. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Asante twakushukuru. Asante kwa mema yote. Asante twakushukuru Bwana Yesu. Asante. Ee Baba mwenye huruma, unayetulisha sakramenti za mbinguni, utuwezeshe kuiga daima mifano ya familia takatifu, ili baada ya taabu za hapa duniani tuunganike nayo katika ushirika wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.